Mtu anafunga lakini ana mwanamke anafuga, anampelekea futari, anafuturu huko kwa hawara wake. Vipi masuala kama hayo? Ala kulli hali, usimvunje mtu moyo, kwa sababu wewe huna mandate ya kumjudge binadamu mwenzio. Usimwambie funga yako haikubaliwi, unashinda na njaa bure kwa sababu huswali. Nimetanguliza hii hadithi. Kitu cha mwanzo kitakachokaguliwa ni swala. Swala ikikutikana imenyooka, ni ishara ya kwamba na amali nyingine zitakuwa zimenyooka, zitakubaliwa. Swala inayokaguliwa mwanzo ikikutikana mbovu au haipo kabisa, amali nyingine zote zitakataliwa. Swala ikikutikana ina kasoro zinazorekebishika ya faradhi, itakaguliwa swala za sunna. Mahala pazuri palipoharibika kwenye faradhi patachukuliwa kwenye sunna, pazibiwe pale kwenye faradhi. Sasa mtu imeingia Ramadhani hasali, lakini Ramadhani ikija anafunga, masharti ya kufunga yametimia, kajizuilia na kula na kunywa, na pengine si muhuni, hana mambo ya zinaa, hasengenyi, lakini hasali. Sijui ana ugomvi gani na Mola wake, hasali. Chukulia, analipwa thawabu zake za funga kamil, analipwa thawabu zake za funga kamil, lakini ana deni la swala, na swala ndio ibada kiongozi. Tukipiga mfano wa madeni yetu ya kawaida ya pesa, wewe unadaiwa shilingi milioni 1, na nifahamu unadaiwa shilingi milioni 1, ukaja ukajituma ukafanya kazi ukapata 200,000. 200,000 umelipwa taslim. 200,000 yako ina thamani gani wakati una deni la milioni 1, na mwenye deni anakusubiri ukipata umlipe, na hata hiyo 200,000 uliomlipa haijamaliza deni bado. Tunafahamiana vizuri eh? Sasa huyu mtu haswali, thamani ya swala ni kubwa zaidi